Muislamu sikia. Wakristo sisi hatuabudu miungu miwili. Wakristo sisi tunayemwabudu ni Mungu mmoja tu. Ninakusihi chukua muda wako upate kusikiliza hoja hizi kutoka kwa mwalimu wetu wa Kikristo. Sisi Wakristo tunayemwabudu ni Mungu mmoja tu, ambaye Mungu huyo ndiye aliyeifanya mbingu na nchi. Mungu huyo ndiye aliyekuumba wewe akaniumba na mimi. Mungu huyo ndiye aliyeumba kinachoonekana na kisichoonekana. Ila kinachowachanganya wanadamu ni jina. Sisi Wakristo tunamwabudu Mungu aliye na jina. Sikia nikwambie, miungu ambayo inatajwa ndani ya Biblia wanayo majina. Nitakusomea andiko moja tu. Miungu wanayo majina. Hata shetani anaitwa ni mungu wa dunia hii. Kuitwa mungu au miungu sio ndo kusema eti kwamba ni Mungu wa kweli na wa pekee aliyeifanya mbingu na nchi, au ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa. Hapana. Anaitwa Dagoni ndani ya Biblia. Dagoni ni miungu, lakini analo jina ambalo ni Dagoni. Ngoja nikusomea andiko moja. Wakristo sisi tunamwabudu Mungu aliye na jina, ambaye kwa jina hilo linatukuzwa. Jina hilo la Mungu linatukuzwa mbinguni na duniani. Huyo ndiye Mungu ambaye sisi tunayemwamini. Huyo ndiye Mungu ambaye sisi tunayemfuata. Huyo ndiye Mungu ambaye sisi tunamwabudu. Hatuna miungu miwili, hapana. Tunaye Mungu mmoja ambaye analo jina. Ukisikia Mkristo anakwambia anamfuata Mungu asiyekuwa na jina, basi Ukristo wake uko na mashaka. Anachokiabudu kina mashaka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo, Muislamu usiwe na wasiwasi. Njoo ndani ya ufalme wa Yesu Kristo upate kumjua Mungu anayepaswa kuabudiwa, wa kweli na wa haki, ambaye analo jina linalotukuzwa mbinguni na duniani, jina lenye mamlaka. Nakwambia tena, kila miungu inayo majina. Shetani anaitwa ni mungu wa dunia hii, lakini anaitwa nani? Shetani. Anaitwa Shetani. Kwa maana hiyo na sisi tunaye Mungu analo jina, sio Mungu asiyekuwa na jina. Masanamu wanayo majina, miungu ndani ya Biblia wanayo majina. Sasa iweje Mungu wetu sisi wa Kristo akose jina? Hapana, hiyo haiwezekani. Na hawawezi wakawa wawili. Never. Mungu ni mmoja tu. Na kusomea andiko moja kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura yake ni ile ya 11. Nitaanza kwenye mstari wake wa 5. Inasema hivi. Wafalme wa Kwanza sura ya 11 mstari wa 5 inasema hivi: kwa kuwa Sulemani akamfuata Ashtoreti, mungu mke wa Sidoni, na Milkomu, chukizo la Waamoni. Sikia, hapa kuna mungu mke anaitwa nani? Anaitwa Ashtoreti, mungu wa Wasidoni. Anaitwa mungu wa Wasidoni, lakini jina lake nani? Ashtoreti. Alafu kuna mwingine anaitwa nani? Milkomu, chukizo la Waamoni. Hawa wote hawa ni miungu, lakini wanayo majina. Huyu ni Ashtoreti, huyu hapa chini anaitwa Milkomu. Tukishuka chini mstari wa 6 inasema hivi: Sulemani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala hakumfuata Bwana kwa utimilifu kama Daudi baba yake. Mstari wa 7, Sulemani akamjengea Kemoshi chukizo la wa Moabi, mahali pa juu katika mlima uliokabili Yerusalemu, na Moleki, chukizo la wana wa Amoni. Ngoja, hapa nataka ushike majina ya hiyo miungu. Kuna nani? Kuna Kemoshi. Kuna Moleki, chukizo la Waamoni. Na kadhalika ndivyo alivyowafanyia wakeze, kadhalika ndivyo wake zake wa nchi za kigeni waliofukiza uvumba, wakawatolea miungu yao zabihu. Wanaitwa miungu, lakini wanayo majina.
alafu wanapoitwa Mungu wanaandikwa kwa herufi ndogo, M ndogo, U ndogo, N ndogo, G ndogo na U ndogo. Unasikia? Kwa maana hiyo hata Biblia inapowaita Mungu ni Mungu, ikimaanisha kwa herufi ndogo miungu. Sasa wanayo majina, akina Dagoni, akina Kemoshi. Sasa iweje sisi wa Kristo tukose, Mungu wetu akose jina? Na kwa jina hilo ndilo jina ambalo linapigiwa magoti mbinguni na duniani. Kwa maana hiyo Muislamu, nisichukue muda sana, naomba ukae utulie, sikiliza hoja hizi kutoka kwa mwalimu wetu wa Kikristo. Huyu ndiye Mungu tunayemwabudu, na hivi ndivyo tunavyostahili kumuinua Yesu katikati ya Waislamu. Hivi ndivyo namna ya kumuinua Mungu tunayemwabudu sisi katikati ya Waislamu. Sio kuna Mungu Baba, sio kuna Mungu Mwana. Mungu ni mmoja tu. Huyo kwa jina hilo, huyo tu ni jina. Jina ndilo linalowachanganya Wakristo na Waislamu. Jina. Mungu wetu analo jina. Kaa tuliosikilize hoja hizi, na Bwana apate kukubariki na wakapate kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana yeye ndiye njia ya kweli na uzima ya kuweza kupata uzima wa milele siku ya mwisho. Barikiwa na Bwana. Baada ya kukutana kwamba huyu wanayemwita Allah Subhanahu wa Ta'ala siye Mwenyezi Mungu, na ninathibitisha kwamba huyo siye Mwenyezi Mungu kwa sababu tunakataa kumshirikisha na Mungu wa Biblia. Tunapoingia kwenye Biblia hatupati jina 16:21 Yeremia, tusikie jina la Mwenyezi Mungu kwenye Biblia. Kisha nitaingia Agano Jipya kwa sababu alimgusia Yesu. Twende pa 16:21 Yeremia. Itasema katika jina la Bwana Yesu Kristo. Barikiwa sana. Basi tazama, nitawajulisha. Mara hii nitawajulisha mkono wangu wa nguvu zangu. Nao watajua ya kuwa jina langu ni Yehova. Jina langu ni nani? Ni Yehova. Sasa Mungu wa Waislamu kwa imani yao wanaamini kwamba Mungu wao ana majina 99, yaani majina 99. Uje hapa, utarudia hapa, uje hapa. Katika yale majina 99 ya Allah, toa jina Yehova. Ili awe Mwenyezi Mungu, toa jina Yehova. Katika yale majina 99 ya Allah, toa jina Yehova. Ili tuamini kwamba yule mnayemjua Mwenyezi Mungu ndiye Mwenyezi Mungu. Huyo sio Mwenyezi Mungu. Mnayemwamini ninyi si Mwenyezi Mungu. Sikia sasa Mwenyezi Mungu namna anavyojieleza katika Biblia. 45:12 Isaya. Isaya 45 fungu lake la 12. Ubarikiwe sana. Inashuhudia, inasema hivi. Naam. 45:12 Isaya. Leta ile. Tayari nimefika, inasema. Ubarikiwe. Mimi nimefanya dunia. Mimi nimefanya dunia. Mimi Mwenyezi Mungu sasa huyu anasema nimefanya dunia. Na kuumba mtu juu yake. Huyu ndio tuko tunamtafuta, huyu aliyeumba. Nimeumba mtu juu ya dunia. Mikono yangu imeitandika mbingu. Na jeshi lake lote. Hali ya giza. Huyu ndiye Mwenyezi Mungu kwenye Biblia. Nahitaji aya moja katika Qur'ani kama hii. Yule mnayemwita Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa mjibu wenu mnasema eti ni Mwenyezi Mungu. Mulete aya moja katika Qur'ani anasema mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala nimeumba. Hakuna. Ikitoka hapa, hiyo aya ikitoka hapa, wallahi naslimu na kuwa Muislamu. Asisemewe. Mwenyewe aseme. Najua utaleta aya kama hizi. Sikiliza hii yenyewe utaleta. Aya kama hizi ziko nyingi katika Qur'ani. 59:24 Qur'ani. 59. Usileta hizi hapana. 59:24 Qur'ani. Soma hiyo. 59:24. Soma hiyo. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu. Yeye, hapana mimi. Usileta hizo. Anawashiria mwingine. Yeye anaashiria kwamba kuna mwingine ambaye si yeye. Ukileta hizi bado utakuwa umemaliza na umeshika mwenyewe, umejisika mwenyewe kwenye hili kaburi ulilolichimba mwenyewe kwa kuchokoza ibada. Yaani katika Qur'ani utakuta Mwenyezi Mungu ambaye mnamwamini yeye anaashiria kwamba kuna mwingine ambaye si yeye. Endelea na hiyo haya. Yeye ndiye
Mwenyezi Mungu. Naam. Muumbaji na mtengenezaji. Huyu muumbaji na mtengenezaji tayari tumempata kwenye Isaya, amejitetea mwenyewe mimi. Lakini huku amesema yeye. Yaani huyu huku anawasukuma kwa ule wa Biblia. Yule. Amen. Amina kubwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Baba zenu amenituma kwenu. Baba zenu amenituma kwenu. Nao wataniambia nini? Mungu akamwambia Musa, ndimi niliye. Akasema, utasema hivi na wana wa Israeli, mimi niko ambaye ananituma kwenu. Yaani niko ndiye amenituma kwenu. Kwani kwa sababu alimchokoza Yesu kwenye Agano Jipya. 58 mwanangu. 58. Muda. Yesu akamwambia, kweli kweli ninawaambia nyinyi, mbele Abrahamu hajazaliwa, mimi niko. Mbele Abrahamu hajazaliwa, mimi niko. Sasa ageuka mwalimu. Ngoja sasa usikie pointi ambayo amegusia ya mwisho. Pointi ambayo amegusia ya mwisho amezungumza katika aya ambayo alisomesha katika Qur'ani, inayozungumza ya kwamba Mungu akafanya nuru, si vile? Kisha akasema nuru ni Yesu. Yaani kuna Mungu aliumba Yesu. Soma Qur'ani. Qur'ani 24:35. Sikiliza, ala ambaye mnamuita Mungu wenu mwenyewe anajieleza kwamba yeye ni nuru. Sasa hapa nitakuachia swali, utakuja kulijibu. 24:35. 24:35 Qur'ani. Mwenyezi Mungu. Naam. Mwenyezi Mungu. Naam. Ni nuru ya mbingu na ardhi. Bas, ikiwa Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi, 12 8:12 yaone. 8:12 yaone. Naam. Yesu akasema nao tena akisema, mimi. Hapana yeye, mimi. Naam. Ni nuru. Haleluya. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi na Yesu ni nuru ya ulimwengu, mara moja Yesu anakuwa nani? Mungu. Yesu anakuwa nani? Mungu. Yesu anakuwa Mwenyezi Mungu, na jibu lako umelipata tayari. Soma sasa pale kwenye 1:10 Yohane. Yohane sura 1 mstari wa 10. Naam. Alikuwa ulimwenguni. Na ulimwengu ulifanywa naye. Na ulimwengu hakumtambua. Tano zingali nyingi. Dakika 5 ni nyingi. Msomaji, nipo. Usiende haraka. Anza hiyo andiko mwanzo. Yohane 1:1. Yohane. Katika mwanzo alikuwa neno. Neno alikuwa pamoja na Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Rudia tena. Katika mwanzo alikuwa neno. Na neno alikuwa pamoja na Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Huyu kwa mwanzo alikuwa pamoja na Mungu. Vitu vyote vilifanyika kwa huyu. Pasipo kufanyika hata kitu kimoja kilichofanyika. Huyu neno ndiye aliumba vitu vyote. Na pasipo huyu neno hakuna hata kitu kimoja kilichofanyika. Na swali linalotuweka hapa ni nani Mungu wa mbingu na dunia, aliyeumba mbingu na dunia? Ni swali la msingi. Tunasikia huyu neno ndiye aliyeumba vyote. Shuka, vitu vyote vilifanyika kwa huyu. Na pasipo yeye, pasipo kufanyika hata kitu kimoja kilichofanyika. Ndani yake alikuwa uzima. Na uzima alikuwa nuru ya watu. Na nuru iling'aa katika giza, na giza haikulishinda. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Sikiliza hii. Jina lake Yohane. Wewe pekee umetoa aya katika Qur'ani ya kwamba nuru, Mungu ni nuru, si vile? Na nimesomesha hii aya. Sasa sikiliza sasa jibu ya ile swali lako. Twende pale. Huyu alikuja kwa kushuhudia, ili ashuhudie ile nuru. Naam. Watu wote wapate kuamini kwa huyu. Huyu hakukuwa nuru ile. Yohane hakukuwa ile nuru. Lakini alikuja ashuhudie nuru ile. Yohane alikuja ashuhudie nuru ile. Ilikuwa nuru ya kweli inayotia nuru kila mtu anayekuja katika ulimwengu. Sasa nuru akafika katia nuru kila mtu anayekuja katika ulimwengu. Alikuwa ulimwenguni. Huyu nuru alikuwa ulimwenguni. Ulimwengu ulifanywa naye. Ulimwengu haukumtambua. Hata hao hawamtambui. Wamemtambua? Hawamjui. Wametambua kwamba aliumbwa na Yesu? Hawajui. Wametambua kwamba dunia na mbingu na ardhi ziliumbwa na Yesu? Hawajui. Na andiko linasema alikuwa ulimwenguni, na ulimwengu ulifanywa naye, na ulimwengu haukumtambua.
Amina. Kumtambua Yesu ni siri kubwa. Kumtambua Yesu ni mpaka upate ufunuo. Unajua maneno ya Biblia sio maneno ya sayansa. Sio maneno ya sayansa. Maneno ya Biblia inaomba kwanza uwe na Roho Mtakatifu ndio upate kuyafahamu. Najua kwamba kuna aya ambazo atakuwa amezitayarisha. Ole wako wote na zile aya hapa. Uanze kusema eti Yesu akalala. Ni mtu wa vita. Bwana ni mtu wa vita. Sasa Yesu kuitwa mtu, hiyo sio hoja ambayo inapinga uungu wake. Hiyo sio hoja ambayo inadhibitisha kwamba hakuumba. Yesu kuitwa mtu, Yohane 1:1 imeeleza vizuri kwamba katika mwanzo kulikuwa neno, neno alikuwa pamoja na Mungu, neno alikuwa Mungu. Shuka 14 mara moja. Na neno alifanyika mwili. Yohane anaeleza kwamba huyu neno, huyu Mungu akajifanya nani? Mtu. Akajifanya mtu. Kumbe Mungu alijifanya mtu mwenyewe. Sasa kuitwa kwake mtu hayakuwa hoja ya kupinga uungu wake. Kwa sababu kabla hajajifanya mtu, andiko sasa. Yesu mwenyewe amesema mbele ya Abrahamu hajazaliwa mimi niko. Kabla hajazaliwa na Mariamu, tuonyeshe wapi alienda chooni. Tuonyeshe wapi akalia machozi. Tuonyeshe wapi akasikia njaa. Isipokuwa wakati alikubali kuvaa mwili wa mtu, ndio akapitia matatizo yote ya watu. Hii ni kawaida kabisa. Na wewe mwenyewe katika Qur'ani umesomesha aya mwenyewe ya kwamba Isa mimba yake iliingia tumboni mwa Mariamu, hakukaririwa na mwanaume wala mwanamke. Moja kwa moja, nadhani kwa haya madhibitisho ninayoyatoa hapa kwa njia hizi aya, ndugu yangu nadhani hatarudia tena pale. Na akisubutu kurudia, basi na kuandalia nyingine iliyo kubwa zaidi, tutamchunguza sasa huyo Allah ni nani kabisa. Ole wako mtetee Allah ni Mwenyezi Mungu hapa. Kwanza sikiliza, huyu anayemwita Mwenyezi Mungu anasema mimi sijaumba, kuna yule aliyeumba. 91:1 Qur'ani. Tamu hii. Naam. 91. Naam. Tunaanza fungu lake la kwanza. Barikiwe. Inashuhudia nasema hivi. Naam. 91 limefika tayari, nimesema piga haraka. Kuna watu moja msomaji. Anaapa. Naapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mungu wa Uislamu ameapa. Ole wako uje hapa usomeshe ufafanuzi wa hayo, useme aliyeapa hapa si Allah. Takusomea Qur'ani ya Baruani inasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa viapo vitatu. Ni Allah na hapa. Na hapa kwa jua na kwa mwangaza wake. Naam. Na hapa kwa mwezi ufunikapo. Naam. Na hapa kwa mchana unapozirisha. Naam. Na kwa usiku ufunikapo. Twende. 92:1. Na hapa kwa mji huu. Na hapa na kwa aliyeumba kiume na kike. Allah na hapa kwa yule aliyeumba kiume na kike. Yaani yeye hakuumba. Na kwa mbingu na kwa yeye aliyezijenga. Kwa kuwa yeye hakuzijenga, na hapa kwa yule aliyezijenga. Allah si Mwenyezi Mungu na hakuumba, aliyeumba ni Yesu.